wote mingi wa mwenye kuti kumfaya bra akora ni tena sikirieta kama na lo moma piga morema lakini no ni morema no maya kige wewe ulichanjwa na corona. Hapana, hiyo siwezi hivi tunafanya mtu ana faint body na ulichanjwa ya kuwa mkale hiyo na hiyo iko so leo ni mati give story kidogo na baba vitu zenye zilituapania tukiwa high school tukichonga viazi mole sio tu ole na mata wiraja tukipicha lunch then tunapiga story. Waambie kweli tumekosa ya kulipa bill, tumeshikwa tunachonga viazi sasa hivi. It's a matter of time. Sawa, let's do it. Very nice. Mimi ndo nitakwambia kenye ilinifanyikia nini. So wacha nikusongeshe kitu. Aina shida. Cameraman, don't do what you did in Australia. Please be careful. Sasa kwa wacha nikupe story. Sitaki niseme mwaka ni gani ama niseme ati shule ni gani of what history. They know. Acha sasa nikupatie story boy. Kuna siku yenye mimi nilikuwa class 7. Nilikuwa class 7 kama mwezi wa hizo times ilikuwa miezi hatukuwa tunaweza hesabu na hizo ujinga za kusema ati grade 7 I don't know what. Sasa nilikuwa niende class 8 kwa ilikuwa nimaliza mwaka kweli. Nilikuwa naenda karibu in 3 months time. Sasa dada akasema jua mlo ni akili yangu inakuwa chini na acha ni elevate kwa nini ya kusoma. Akanipeleka shule yenye iko na watu wenye hapa na akili. Basi sasa wewe usijali chonga viazi wasema nini. Sasa kutoka hapo nikakaa pale for 3 months alafu nikatoka hapo nikaenda ile shule yenye mimi nilikuwa nasomea. Si ndio? Nikafika huko kuna mrembo alikuwa anatoka Kericho sasa mimi natoka Kuresoi. Kericho. So yeye anasomea shule bado. Aliletwa na wazazi. Yeye alikuwa anasomea hiyo shule but wazazi walihamia wapi? Very nice. Sasa tumetoka Kuresoi hadi kwa Kericho. Tulitoka Kericho tukakuja Kuresoi. Kwetu ni Kuresoi. Sasa huyo mrembo na hizo kiendelea tu. Acha na watu wa music. Sasa huyo mrembo nilimpata mimi sikuwa najua alikuwa kwa shule yetu. Sasa mimi na jokes yangu ya comedy, wewe unanijua na comedy. Of course, that's where we eat. Kama si comedy tangu na hivi yazi. Hii kitu ikwaje? Kwangu hii kitu ya kuongea. Perfecto. Mtu anaweza danganya mpaka rais aache kiti ya rais. Sasa nikafika nikapata huyo mrembo. So umenroll. Class 7. Nilikuwa nimeenda I registered for the KCPE in that school. Then nikaenda shule nyingine, niende ni advance. So uende rudi akili ile shule nyingine, nileta kwa shule yangu. Yeah, sure. Then after nimebeba akili nikakuja. Nataka kusema tu what a mistake anyway, tuendelee. Okay. Sasa nikafika pale kwa shule yangu. Huyo mrembo tulikuwa tunaishi naye, alikuwa neighbor wa kwetu. So tukapatana kidogo mambo trickle down. But alikuwa ananipenda kisiri but hakuwa ananiambia. Hakuonyesha. Sasa kwetu shule ilikuwa inakaa kama iko hapa, si ndio? Hapa pole. Tunakuja hivi kwa njia ndani tunaingia kwetu hivi. Alright. Sasa yeye alikuwa anaenda straight na dem mwenye alikuwa best yake. The following day akauliza huyo best wake mwenye ni dem, kijana anaishi wapi, kwao ni wapi? Huyo dem akaambia ukitaka kujua kwao mfuate. Huyo dem she's a wise woman. Then sasa ataenda straight atakuja kuingilia ya kuja kwetu, si ndio? Bas. Sasa the following day akaingia.
Mimi nilikuwa mwoga wa mapenzi hiyo time. Kwa naogopa kumwambia Odem miezi probili ni yetu si wote. Yes. Sasa nilikuwa naogopa kumwambia Odem nampenda. Mimi nikaachana na kesho yake ilikuwa weekend. The weekend si tulikuwa tunapenda kukata hay nyasi hay. Sio hay ya hay nyasi. So nilikuwa naendea hizo hay. Odem akaniita kwa barabara nikipita kwao hivi. Akaniita walikuwa wanapanda viazi walikuwa wanapanda nini hizi viazi hizi sasa hizi walikuwa wanapanda zenye ziko mbegu ndo sitoe nini viazi mingi sasa. Akaniita akaniambia kuna barua nataka nikupatie na usiambie mtu na usipatie mtu. Mimi nikaenda nyasi nikakuja nikasukuma nini mpaka karibu kwetu nikaenda nikasoma. Huyo baby girl akaniambia mimi nakupendaga sana. Ngoja klale fucking mbona unastua kwa mapenzi? Akakupenda. So kwani nakaa vibaya? No, as in it's okay. Kila mtu baada ya kupenda. Si ndio? So amekwambia baby boy. Kuniandikia baby boy kukuwa na baby that time. You monkey. Without you cannot sleep. You know what I'm saying? Sasa niambia mimi nakupenda. You are the epitome of my dreams. Usilete Kiingereza mingi hatukuwa na hiyo Kiingereza tukiwa primary school. Sasa nikaniambia mimi nakupenda hiyo ABCD na akaniambia nirudishie barua on Monday juu ilikuwa weekend. Okay. So unirudishie on Monday uniambie kama unanipenda ama unipendi, si ndio? Si mimi nikaingia kijana wa kuresoi sasa mwenyewe. Mimi sikuwa najua kuandika barua. Unajua mtinitumia nitasema kwa jina acha nipige shot. Haya no shika. Unajua mtinitumia engineer. Si unamjua? Lare Mathayo nilimtumia akaniandikia barua hata yeye certified. Aliandika in English. Niko mtu ameshtuka sawa tuendelee. Yeye ndo aliniandikia barua on Monday mimi nikampelekea asubuhi. Then there was a witch in a classroom. Nitasema hivyo. Wacha niongee Kiswahili ndio nikiongea kama mjinga. Kwa shule ya kwa klasi yao. Kulikuwa na ng'ombe mrembo, ng'ombe kabisa. Ng'ombe mwenye alikuwa monitor. Akachukua mrembo alikuwa anaenda flex na ile barua yangu. Flex kuonesha watu. Flow sasa waambie konki mlikuwa mnasema ndio kamati ya roho chafu. So waseme ati konki mlikuwa mnasema ati konki hawezi pendwa na mtu yote mimi huyo sasa. Kulikuwa na kamati ya roho chafu kwa hiyo ni nini? Sasa demo nitakapelekea mwalimu mbona unastuka? Teacher on duty. Huyu mrembo alikuwa kwa mko yake mwenye ni mwalimu kwa shule yetu na ni deputy head teacher. It's about to go down. Sasa sasa mpeleka kwa huyo nani deputy. Huyu sasa shetani ndio anampeleka mwacha nisimwita shetani sasa hivi kwa tayari kwa mnajua. Sasa huyu mrembo mrembo akampeleka sasa huyu mrembo mwenye ni Freemason akampeleka kwa nini? Wacha nikwambie the following morning nilisikia barua iko wapi? Kwa kare. Niliona venye imefunguliwa ukajua hii ni handwriting yangu hii. Nilikuwa na rafiki yangu alikuwa kama wewe. Alikuwa anaitwa Vini anajijua. Tulipigwa na sasa akaniambia konke ile ni barua yako hata venye tumeichora hiyo dunia lao hii ni yetu bro. Magaidi imepatikana leo. Hii ni yetu. Akaniambia usiniseti kidogo. Mwalimu Muhammad akakuja kubisha nyumba akaniambia siku anaitwa konki hiyo time anaitwa kwa Wilken.
come. So mimi nikaenda. Mwalimu Kenya aliniambia ndio nikajua nitauliwa. Alinaongelesha na Kikale na hajai naongelesha na Kikale. Alikuwa Mkale mwenyewe. Akaniambia aje wewe manyo. Pale la kwa nani? Hiyo ni kumaanisha bro. Wanaume watakuwa. Leo ni siku mbaya. Wacha nikwambie sasa. Nikafika huko. Walikuwa wanacheka kwa venye ujinga nilikuwa nimeandika. So tukapiga story hapo wakaniambia endea mrembo wako class 7. Ngoja bro, umeenda mbio. So, hebu tuambie kwa hiyo barua ulikuwa umeandika aje. Just a hint. Sasa I'm assuming you are the core of every construction I'm doing. Bamburi segment. Wacha na leo siasa nyingine ona Paul akaniambia endea huyu mrembo the core of every construction. Alafu wakaniambia endea huyu mrembo na ukuje na yeye mkikaa kama watu wanapendana. So hug or hold a hand. A challenging man. Hold or hand. No, hold her hand. Sasa nikaenda class 7. Kaenda kaonga mwalimu alikuwa anafunza ilikuwa science. Nikamwambia, "Wewe, nimeambia nikujie babe. Babe, let's go." Babe akakuja. Akaniambia nini baya? Kaambia babe, "It is time for us. You show me the affection of love or leave me alone." It was the matter of ile kitu. Sasa sinite tukaenda. Gutandikwa tuliship walikuwa wananishika hivi wananiweka hapa. Wacha nikuweka. Unaona hapa kwa kichwa? Walikuwa wananiweka hapa. So matako yanabaki in this side. They were doing this to me. They were just punishing you. Nilihesabu hizo nini things. Walinipiga 89 strokes. Not stroke. Heavy strokes. Yeah. Then wakapiga msichana ilifika 6. Msichana akasema alitoroka. Alikuwa anataka kurukia shimo ya maji. Ndio alikuwa anasema mimi nampenda au jangili. So anataka commit suicide. The following day msichana akapelekwa kwao. The following day tukaambiwa tukuje na mzazi. Mimi Mungu you are a good humble Christian. Ulienda na kimtai. Usiongoje. Ona babangu hapo anaweza enda shule yote kwa hii dunia. Juu ya nini? Yeye alikuwa ameweka kwe nini? Hizi zinaitwa aje za shule hizi manini? Sijui nikikumbuka nitamwambia. But yeye alikuwa against vitu zote zinafanyika kwa shule. So akasema wacha atume Mahdi. Mahdi alikuwa mtu wangu. Alienda akaomba msamaha nini. But Mahdi akasema mpatie 45 strokes for this stupidity he has done. So hiyo ni above zile 87. Hiyo ilikuwa commercial advert. Sasa hii ni hiyo ilikuwa commercial. Hii nyingine ni personal. Sasa hapo tunafanya launching. Tunaanza manifesto. William nilipigwa bro. Sijani kama mtaka bado nisikie. Nilipigwa. Hadi sasa Mahdi akinipigia niulize do. Nakaa hivi namuuliza. Ni jangili ndo ni jangili kweli. Mbona akubali mtoto wake apigwe kwa hivi? Hii jangili ndo ananiuliza pesa. Bana. Yusika. Watu wote nikwambia pole. Mimi nimekuja kujua Mahdi aliniambia kitu kimoja. Wewe ukae pata watoto watakusumbua venye wewe unisumbua na wako watakuwa worse than wangu. So hata mimi kaka hivi nione bro wangu mwenye hapo na mtoto mimi najua kweli sisi hatukuwa wabaya. Watoto wenye wanakuja kwa hii generation wabaya. Na hata sisi tulikuwa tunawafanyia wazazi mbaya. Juu wamelipa school fees kila kitu, but sisi tunaanza kufanya bloody fucking. Umalaya hata ieleweki. Mrembo atakuwa ifanya jeta moja na yeye kabisa.
So ulikula punishment for no reason, for no any conjugal rights. haikuwa na any accomplishment. Hakuna. So ulipigwa lakini again 0-0-0-0. so as we are speaking I am the great Manchester United fan. so says she is entertaining another man for free. She has 4 children. This is for all the students in school. Please concentrate on your studies. Mambo ya wanawake mtuachie. It comes your time tutawaachia. Na sio pia valuable lesson. Pia someni juu huko nje mwanaume kama una pesa unadharauliwa. I wish you knew. Hata mimi hiyo time hiyo time haikuwa story na pesa. Ningekuwa na akili nijue huu dem hakuna pale tunapelekana. Yes. Ningeachana na yeye. But strokes which entered my backyard, it was peaceful. By then they were strong. And joyful. If you can remember the strokes to date, how many years later? 15, 20, 25? 17 years. 17 years later. Anaweza kumbuka strokes alipigwa sababu ya Chepkemboi ama Chemunto ama whatever she is. Wanaume someni. Let me tell you something guys. Hapa nyinyi siku moja mtakuja kutupikia story. Najua mmepigwa na mtake kuongea. Yes. So today ilikuwa Konki na Komba na huyu ni rafiki yangu sana. Anaitwa Paul Nderito. So let's do it this way. Subscribe to our YouTube channel. And then tukifika 20k subscribers tutakuwa tunaletea story kama hii kila siku, si ndio? Yes, mimi nakuja kuambia how I was to become a Catholic priest. Shida ilikuwa ni interview ya kuingia shule because walituuliza what do you want to be? Mimi nikasema I want to be a father. Wakanikubali. Today I am a father of 8 from different women. But niliachieve my father. Pero dikyo kibaguti kero gongo inyo kero. So subscribe na channel hapo, share na please share, comment, like. Till next time. Kama na ngai konge fire. Maxi. Peace.